fanya muziki kuwa mtego kwa namna unavyotendeka. Anasema Satan will make music a snare by the way in which it is conducted. Namna unavyotendeka, unavyoibwa, unafanya nini, ndiko Ibilisi anaposhughulikia. Atafanya uwe mtego. Leo kidogo tutajaribu kuona anavyofanya, lakini kabla tujaenda pale, kwenye kitabu kile cha Christian Education nchi wa ukurasa wa 62 paragraph ya 4 anasema music forms a part of God's worship in the courts above. Muziki unafanya na eneo una nafasi muhimu katika ibada kwa Mungu kule juu. Muziki. And we should endeavor in our songs of praises. Na tunapaswa kufanya katika nyimbo zetu za sifa to approach as nearly as possible to the harmony of the heavenly choirs. Kwa kadri inavyowezekana tufanye kwa karibia ama katika upatanifu wa kwaya za mbinguni. Kwa kadri inavyowezekana, yani nyimbo zetu za sifa tunapoimba, kwa kadri inavyowezekana tuhakikishe zinapatana karibu kabisa na kwaya za mbinguni. Singing, uimbaji, as a part of religious service, kama sehemu ya huduma ya kidini, is as much an act of worship. Kwa zaidi kabisa ni tendo la ibada as is prayer, kama ilivyo sala. The heart must feel the spirit of the soul. Moyo wanasema upate hisia ya roho ya wimbo, to give it a right expressions, ili iwe na mwonekano ulio sahihi, right spirit. Lazima moyo upate huo wimbo ni nini hasa. Ndio maana nieleza siku moja kwamba, kama nakumbuka wenda kuisema vizuri, nilisema kwamba unapofundisha wimbo umeutunga, fundisha ujumbe wa huo wimbo ili upate ile ambayo iko wanapoimba ni nini, kwa sababu nasema the heart must feel the spirit of the song, ili aweze kuimba inavyopaswa. Kwa hivyo anaeleza muziki ni eneo muhimu sana katika ibada ya juu mbinguni, na katutia moyo kadiri inavyowezekana tuhakikishe tunapata upatanifu na kwaya za mbinguni katika huduma nyimbo za sifa katika ibada hapa duniani. Yani anachoweza ni kwamba tuhakikishe tunaimba kama wanavyoimba malaika juu mbinguni. Na hapa inahitaji wiki nzima kupitia malaika wanavyofanya juu mbinguni. Ni kitu cha ajabu sana. Anasema tujitahidi kufikia hapo, sababu ni sehemu muhimu sana katika ibada juu mbinguni. Lakini nisome pia nukuu nyingine kwenye kitabu cha Christian Education, kurasa 62 paragraph ya 3 anasema music was made to serve a holy purpose. Muziki uliumbwa ili utumike kwa makusudi matakatifu. Yani muziki uliumbwa to
Usione wanadamu hapa duniani wanapoimba muziki katika jamii zetu, katika matukio mbalimbali wametunga nyimbo na wanaimba, tukadhani ni wa kwao. Muziki uliumbwa kwa kusudi moja tu, takatifu. Kwa hiyo mengine haya yanayofanyika ni uchepushaji, ila uliumbwa kwa kusudi matakatifu. Naendelea kunukuu. To lift the thoughts to what which is pure. Kuinua mawazo yetu yaende kwa aliye safi, noble, adilifu, and elevating, na yanayoelekea juu. Kwa lipi? And to awaken in the soul, na kuamsha ndani ya roho devotion, ibada, and gratitude, na shukrani to God, kwa Mungu. Kwa hiyo uliumbwa kwa makusudi matakatifu, safi, inaelekea juu, adilifu. Anaeleza tunapoimba uamshe ndani ya moyo roho ya ibada na shukrani kwa Mungu. Kwa hiyo maana wale tunaoimba tunatazamiwa waimbaji wawe na moyo safi, adilifu, noble, and elevating, unaelekea juu. Kwa sababu ndivyo ulivyoumbwa, kusudi lake ni basi. Kwa hiyo ukizungumzia muziki unamwona Mungu katikati, alafu sisi sote mioyo yetu inapelekwa pale. Ameumba yeye muziki. Alafu nukuu ya mwisho kwenye kitabu cha kitabu cha Sacred Messages, book 3, kurasa 334, yani paragraph ya 4, anasema music is of heavenly origin. Muziki chanzo chake ni mbinguni. Origin yake ni mbinguni. There is a great power. There is great power. Kuna nguvu kubwa in music, katika muziki. It was music from the angelic throne that thrilled the hearts of the shepherds on Bethlehem's plain. Ni nyimbo za jeshi la malaika uliosisimua mioyo ya wachungaji katika uwanda wa Bethlehem. Swept around the world, ukataruka ulimwenguni. Nakumbuka tunayosoma kwenye ile Luka, atukuzwa juu mbinguni na duniani wa amani, ilikuwa ni muziki wa watu walioridhia. Tulisoma nafikiri juzi. Nasema ule wimbo ulikuwa una thrill mioyo na uliamsha mioyo ya wachungaji. Asema ni muziki huo. Sasa nasema nasikiza anasema it is with music, ni katika muziki. Hiki kitu cha ajabu sana. And songs, na nyimbo of victory, za ushindi, that the redeemed, kwamba wakombolewa, shall finally enter upon immortal reward. Ni katika nyimbo na muziki hatimaye wakombolewa wataingia katika ile zawadi ya kutokufa. Yani wanakombolewa wataingia mbinguni. It is with music. Yani ni katika muziki wataingia katika hali ya kutokufa, malango ya mbinguni. Muziki. Kwa sababu mchana tuliona unafanya nini muziki, kwa sababu ndio hatua wanayosonga nayo muziki mpaka wanaingia mbinguni kupitia muziki. Sehemu iliyobaki tutapitia kwenye aya chache, halafu tutasikiliza pia hiyo organ. Nani atakuwepo hapo, mtu wa Mungu? Baadaye tutaweza kuona, kwa sababu turudi tena kwenye Ezekiel 44 na ile aya 23, sehemu ya pili, na tutaka tuweze kujua kabisa Mungu
iliyopo kati ya vitu vitakatifu na vitu vya siku zote. Hivyo vitu vitakatifu na vitu vya siku zote kunahitajika kufundishwa. Kwa hivyo watafundisha watu wangu kujua tofauti ya vitu vitakatifu na vya siku zote, na kuwafundisha kupambanua kati ya yaliyo machafu na yaliyo safi. Alafu kati ya yaliyo safi na machafu, matakatifu na yasiyo matakatifu. Kwa hiyo kuna kufundishwa katika mambo mawili. Moja ni kuna vitu vizuri tu, lakini wavitofautishe na vitakatifu. Kwa hiyo kuna vitu vitakatifu na vile vya siku zote. Hiyo ni mojawapo wafundisho tofauti hiyo. Halafu wafikia hatua ya kupambanua kwamba kuna vitakatifu na vichafu. Sasa jioni hii hasa niko hapo. Mungu anataka tujue kuna uchafu katika muziki, halafu kuna muziki mtakatifu. Lakini tutaangalia pia Biblia madhara ya kuviunganisha pamoja. Na kile ambacho mara nyingi wakati unaweza kusikia mtu anazungumza vitu asivyoelewa. Lakini Mungu anataka tufundishwe na tuweke tofauti. Utakatifu una sifa ifuatayo. Mojawapo ya sifa ya ajabu sana. Nenda Hagai. Sababu Hagai alikuwa ni nabii aliyeishi na Zekaria wakati wa ujenzi wa hekalu baada ya kutoka nchi ya utumwa kule Babeli. Sasa manabii hawa walikuwepo wakati huo wakitia watu moyo ujenzi wa hekalu. Alikuwa ni Zekaria na Hagai. Sasa Hagai 2, sema ile aya ya 10 hadi 12. Hagai 2, Mungu alipomwambia Hagai kuanzia aya ya 10 hadi 12. Siku ya 24 ya mwezi wa kenda katika mwaka wa pili wa Dario, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, waulizeni sasa makuhani katika habari ya sheria. Waulize makuhani, ndio wanaojua sheria, wanajua Torati ile neno, wanajua maelekezo ya Mungu. Waulize makuhani. Sasa sikiliza, anawaambia waulize nini makuhani? Akisema, mtu akichukua nyama takatifu, nyama takatifu akaichukua, anaeleza kwa maana kwenye utoaji wa sadaka Mungu alikuwa anaeleza sadaka mbalimbali na taratibu zake, inaitwa takatifu. Sasa nasema ukichukua ile nyama takatifu katika upindo wa nguo yake, naye akagusa kwa upindo wake mkate au ugali, ile nyama takatifu akaja akaigusisha na nini? Na mkate ama ugali au divai kinywaji au mafuta au chakula chochote. Je, kitu hicho kitakuwa kitakatifu? Je, kwa kuwa nyama ni takatifu, lakini amegusisha kisicho kitakatifu, Mungu anamwambia Hagai, hebu uliza makuhani, si wanajua Torati, wakueleze. Hivi ukichukua kitakatifu ukagusisha kisicho kitakatifu, je, hiki ambacho hakikuwa kitakatifu kitakuwa kitakatifu? Makuhani wakajibu wakasema, wanajua sheria ya Bwana, wakasemaje? La, hamna. Nasikia hiyo jambo? Nini anachokisema? Utakatifu hauambukizi. Mpulike. Nazungumza kiele. Huwezi kucontaminate holiness. Utakatifu hauambukizwi. Kuhani anaweza kafanya kazi ndani ya hekalu, anashika vitakatifu, lakini hawezi ambukizwa yeye kuwa mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu utakatifu unatokea ndani. Utakatifu unahitaji toba, unahitaji maungamo. Sasa huwezi kuwa mtakatifu kwa kugusishwa. Na unajua alishazungumza Ezekiel katika ile sura ya 14, katika ile mstari wa 14
Ukisoma 13 na 14, 19 na 20, amewataja watu watatu. Anasema Bwana akileta pigo, lakini katikati yao akawemo Nuhu, Danieli na Ayubu. Wametaja hao watatu hao. Anasema watajiokoa wao wenyewe na sio watu wengine. Anachoweza ni kwamba yani huwezi Nuhu kwa kukaa na Nuhu ukawa mtakatifu na wewe eti kwa kukaa naye. Wao uishi na Danieli, alafu na wewe umesema na mimi nimeambukizwa. Sasa wengine wanasikia wanasema, "Ngoja nikae na wewe na angalau na wewe utakuwa mtakatifu." Utakatifu hauambukizi wewe, sio virusi. Kwa sababu utakatifu unahitaji toba, unahitaji maamuzi ya dhati. Biblia inaeleza kwa kutii, kwa kuamini na kwa kukiri kwa kinywa mtapata wokovu. Sasa hii ya kugusishwa haiambukizwi hata siku moja. Kwa hiyo anaeleza akiwemo Nuhu, akiwemo Ayubu, akiwemo na Danieli. Wametaja wale watatu, watajiokoa wao wenyewe na sio mtu mwingine. Holiness is not transferable. Haiwezi kutransfer eti kwa kucontact kutana mtu na yeye kama mtakatifu. Moja mbili, anachoeleza ni kwamba tunaweza tukafanya mambo matakatifu, lakini hatuwezi ambukizwa kwa kufanya hayo matakatifu. Kwa hiyo naweza nikahubiri, naweza nikaimba, lakini hiyo huduma, hayo matendo hayatanifanya kuwa mtakatifu, kwa sababu matendo mema yanayotendwa hayawezi kumtakasa huyo. Mambo mazuri naweza kuyafanya hayanifanyi mimi kuwa mtakatifu, kwa sababu si kwa matendo. Utakatifu ni swala la uongofu. Kwa hiyo anamwambia Hagai, kawaulize makuhani wanaojua sheria, waulize kitakatifu kikigusana na kicho kichafu, je, kichafu kitatakaswa? Nasema hamna, haiwezekani hata kidogo, haiwezekani. Ndicho anachoeleza. Rudi Hagai sura ya 2. Alafu uone tena swali ambalo Mungu alimwambia Hagai, kauliza tena makuhani hilo swali jingine. Hagai sura ya 2, soma mstari wa 13. Hagai sura ya 2 na ule mstari wa 13. Neno la Mungu nasema, ndipo Hagai akasema, kama mtu aliyetiwa unajisi kwa kugusa maiti, yule aliyetiwa unajisi akugusa maiti, akigusa kimojawapo cha vitu hivi, je, akigusa kimojawapo cha vitu vitakatifu, je, hivyo vitakatifu vitakuwa najisi? Makuhani wakajibu wakasema, kitakuwa najisi. Wakasema ndio. Angalia tofauti hiyo kidogo. Kitakatifu kikigusa kilicho kichafu, hakiwezi kichafu kutakaswa. Ila kichafu kikigusa kitakatifu, kitakatifu kinachafuka. Mahesabu ni ajabu sana. Tutaangalia mfano katika Biblia, kwa sababu watu wengi hii kitu asipojua, huwa nasikia watu wanahamasisha, watu wanatia moyo na nini, ninajua tu hawaelewi. Leo nani mmoja akaniambia, alikuwa ni Pastor Nando leo wakati wa chakula cha mchana, aliyesema aliona gari moja limeandikwa, Mungu siwasamee maana wanajua wanalotenda. Watu wanaandika kwenye magari, maana ile ombi ya Yesu, Baba wasamee kwa kuwa wajui yeye ameandika kwenye gari lake, asema usiwasamee maana wanajua wanalotenda. Kwa hivyo nikabaki najiuliza tu kwamba labda ana hakika kwamba wanajua. Mimi nitafanyaje kama yeye ana hakika na watu wanajua? Kwa hiyo utakatifu ukigusishwa na kichafu, ili kichafu kiwe kitakatifu, haiwezekani. Utakatifu haugusishwi ili kingine kiwe kitakatifu. Hilo halimo kwenye Biblia na halitakuwa. Lakini kichafu kikiguswa kwa kitakatifu, angalia siri iliyopo pale. Kile kichafu kinachafua
kitakatifu. Kitakatifu hakiwezi kutakasa kichafu, ila kichafu kinaweza kunajisi kitakatifu. Hii kitu ni ajabu kabisa. Ajabu kabisa. Nenda uone mfano wake. Walawi sura ya 10 aya kwanza hadi ya 7. Iko mifano kadhaa kwenye Biblia, lakini nataka nisome ambao uko wazi kabisa uone Mungu anapomwambia Kaini waulize makuhani. Walawi sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 7. Mstari wa kwanza anasema hivi: na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatwaa kila mtu chetezo chake, sawa, wakatia moto ndani yake, sawa, wakatia na uvumba, sawa, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana, wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana, kigeni mbele ya Bwana, ambao yeye hakuwaagiza. Kwa Mungu hajawahi sema utumike huko. Mstari wa 2, kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, ukatoka mbele za Bwana, nao ukawala, ukawameza, nao wakafa mbele za Bwana. Kafa hapo. Mstari wa 3, komea tu hapo. Okay. Anachotueleza ni waliruhusu kichafu kiguse kitakatifu, kichafu kikachafua kilicho kitakatifu. Madhara yake ni haya: sio kwamba yeye anaharibika, ila aliye kichanganya huwa anamalizika. Ukichanganya kitakatifu na kilicho kichafu, nikadhani naboresha, madhara yake ni haya: mimi ninakuwa najisi mbele ya Bwana. Maana yake ninapoteza thamani, ninakuwa takataka, na kazi inayopaswa ni choma moto. Hawa walikuwa ni makuhani, hawa watoto wa Haruni, makuhani, na wanajua kabisa moto unaotumika kwa huduma ni huu. Mungu alikuwa ameweka taratibu kila kitu. Wao wakaona tunaweza kuboresha. Waboreshaji wanaboresha, wanaona Mungu amewakare mno, tunahitaji kuboresha. Si wakaingiza maboresho, hawapo mpaka leo, wamelala pasipo tumaini. Na ile tukio limeandikwa kutusaidia. Hakuna hata siku moja usilete maboresho katika matakatifu ya Bwana kwa kuleta ya duniani. Wanaofanya hivyo watakuwa takataka mbele za Mungu. Usisahau, shetani ataufanya muziki kuwa mtego namna unavyokuwa conducted, kwa sababu hawezi kuubomoa kabisa ule muziki, ila anaweza kuchepusha namna unavyotendeka. Maana anajua akishagusa huko atachota. Hivyo anavyofanya. Njoo hapa kidogo. Na mama hebu njoo. Ndicho tueleze kidogo. Kama huyu ana afya nzuri, huyu mama kama hana afya nzuri, akigusana na huyu hapa, naye anapata afya nzuri. Wewe nyofoa afya nzuri ya huyu kwa kugusana. Ndio hiyo, kwa utakatifu utabaki wa kwako, hautaenda kwa mwingine kwa kugusana. Lazima huyo, maana hii afya ni mchakato wa ulaji. Sio wa kugusana. Mtu anakuwa na afya nzuri kwa sababu anakula namna gani? Anakunywa maji, anapumzika vizuri, anafanya hiki na kile, anavaa nguo hivi na vile. Afya ni mtu anatenda kitu kinachoingia ndani kiboreshe hayo ya ndani, sio kwa kugusisha. Mguse tu baba, mgusane hapo, halafu sema nani nimegusana wewe, nimepata afya nzuri ghafla. Hata ungemkumbatia mgonjwa hivi, afya hawezi ipata kwa kukumbatiwa. Holiness is not contagious.
Ingelikuwa ni hivyo, Yesu asingesema wawili watakuwa wamelala kitanda kimoja, mmoja atwaliwa, mmoja afanyaje? Si kwamba anakuja eti umoja unamshtuka yupo, ila maana yake ni kwamba kama kuna mtakatifu nyumbani na wale wengine wameamua kutofanya maamuzi ya kumcha Mungu, hawawezi kuwa watakatifu kwa kukaa na yule mtu pale. Swali langu la pili ni hili: ikiwa huyu ana mafua, huyu akigusana naye anaweza kuambukizwa mafua? Ndio maana ya uchafu ulivyo. Defilement ni contagious. Uovu unaambukiza. Ndio maana tunaposema waimbaji, kwa sababu ni wahubiri, ukija hapa mbele umevaa vibaya, ule uovu unaambukiza. Unajua watu hawaelewa, sema ni shida yenu tu. Mungu anaona moyo wangu. Uovu wako unaharibu. Wale vijana wanaovaa suruali don't touch shoe, ambao suruali inaning'inia juu hapa, na hata socks siku hizi hata hawaweki socks. Kilimu gani? Hawajui kwenye afya, wanaharibu. Kwa sababu huu mguu tu kuweka ndani ya kiatu, kwa namna nyingine kuna utumwa huko pale. Wakakuwekea socks kurahisisha ngozi zisipate shida. Shetani akasema hamna mtindo mzuri usiweke nini? Socks. Wanafunga mkanda kama anaweka lenta. Akifungua unaona michirizi yote barabara yote ile. Hajui mawasiliano ya damu, hasa kutoka chini, ambayo inahitaji iwe na namna nzuri angalau inayoenda, kwa sababu ina pressure. Lakini nao rudi kwenye moyo, inahitaji msaada. Halafu sasa ndio mtu kabisa amefunga lenta. Kwa hiyo mtu akisimama hapa amenyoa panki, lakini anaimba Yesu anakuja, ule uovu ni contagious. Muda sio mrefu utaona vijana wote wamenyoa nini? Ndio maana unaona wacheza mpira wamenyoa. Sisi wa Tanzania nao wanafanyaje? Uovu ni sawa na virusi, unaambukizwa. Ndio maana swala zima la muonekano, swala zima la maisha ni la muhimu mno, kwa sababu uovu ni contagious, utaharibu watu. Ila unaweza kuwa mtakatifu umekaa pale mpaka huyu mtu anapoona ile maisha akaamua kuongoka, kwa sababu ni mchakato wa toba. Lakini asipopitia uzoefu huo hawezi kuwa mtakatifu, kwa sababu mna mtakatifu kwenye kwaya. Kwa hiyo ukishachanganya hivi ukasema ya kwamba nikichanganya utakatifu utabaki, uovu utaharibu utakatifu. Ndicho Mungu anaambia waulizeni makuhani, nenda Hagai waulize, hivi uchafu unaweza bado usiharibu utakatifu? Kimsasa utaharibu. Anatufundisha mambo ambayo Biblia imezungumza. Asante, nashukuru sana. Kwa hiyo unaona, kwa mfano, Ebu cheza nani hapo? Weza patterns hapo za rege. Weka lege. Sababu anasema wafundishe watu wangu kuweka tofauti. Ingiza rege hapo kwenye kinanda. Mnakumbuka mama Elia akata anazungumzia rege, alikuwa anasema unataka kushuka lakini pigo linaishia wapi? Wanakumbuka alichokuwa anafanya kwa siku hizi jana. Lege. Hapo ukimleta Bob Marley ongeza sauti, iweke vizuri sana kabisa. Ukikaweka katoto hapo utashangaa tukanaenda kenyewe. Hivyo
kuna kitu unaelewa kweli hapo? Yaani unaona ndio kabisa kwenye ibada yenyewe. Kuna ema wa kuturumia. Haleluya. Kwa hapo kwanza mpigaji. Sasa wimbo maneno ni kitabu hicho cha kitabuni, watu wanafikiri itaweza kupigwa, lakini wamekuwekea leke. Na wao unajua kabisa kwenye mwongozo wamesema mitindo yote hybrid ya leke, jazz, rock, R&B, nini zisihusiki katika ibada. Roho ya nabii imetaja, mwongozo wa kanisa umetaja. Lakini unaweza kutoka kanisani, yule mpiga kinanda yule ameweka hiyo, akishapiga na hiyo, mnasikia huyu ndio mwenyewe kabisa. Yaani naona unajisikia kabisa hewani, akili macho yanakuwa hivi kabisa. Unaona nywele zinasimama hapo, kumbe ni chakula cha kimwili. Mwili umeshapigwa cheki huko kazini, akili imeshapinduliwa. Sasa hiyo mtu hapo ni kama tu lakini anaimba Yesu kwetu ni rafiki, lakini ni leke. Ni leke. Nenda kupiga jazz. Yanakuja jazz. Na mwalimu alieleza kinanda ile ni benki na kila kitu humo ndani. Kwa hiyo nakupigia hiyo sasa hiyo kwenye masaa ya maakuli, kama ni sherehe ya harusi, sasa wanakupigia hiyo wamerekodi kabisa, wameweka na flash, lakini ni jazz. Maneno ni hayo, yani lile lyrics zile. Kwa sababu ya muda tujaenda kwenye mambo, hata walimu wanataka kule ukiingia kwenye lyrics hizo ambazo ni maneno, unaona kabisa maneno yanaimbwa. Kwa hiyo hata kama ni mtu amesimama hapo, amekusetia hapo, mpiga jazi, lakini naimba Yesu kwetu ni rafiki, mpaka leo nasema kwa kweli, akimaliza na itikadi unajua amen. Satan will make music as snare the way it is conducted. Na nyimbo nyingi za kwaya zinapomasikia mbiti za kuchonga ni uchafu tu. Nyingi ni uchafu tu. Zinatetewa. Maana hata mwimbaji akiimba anajisikia sasa ndio linaimba. Tuwekee beat. Mpaka hata kwenye harusi weka beat. Watu wanakoma kuja kutoa zawadi, weka beat. Ingia R&B. Hicho kina mambo humo. Na wanapokuta mzee ajui na mimi mchungaji sijui, sasa unafikiri mtaelewa kitu gani? Sasa hiyo R&B hayo yote ni makundi ya pop music.
ukipiga damu imebubujika na hiyo hiyo. Disco. Nafanyia quiz za nyimbo za Kristo tu hapa. Alafu wewe uje usikize tena zile unazoipata kwenye kwaya. Ili uone yule alivyowarokea. Ndio maana unaweza kukuta hukumu unapatikana hapo kwa waimbaji, kumbe jamaa ameshatuwekea hukumu. Hii anaeleza kabisa usichanganye. Yaani disco. Na hapa tutapiga singeli maana hilo tutakutana kiwiliwili nje. Yaani disco. Usinipite Mwokozi. Hili disco. Piga hiyo ya usinipite Mwokozi. Usinipite Mwokozi. Au piga nilipotoka kabisa. Ninachokieleza hicho ni vitu ambavyo vyote viko pale na vimewekwa na adui kwa matumizi yake, na kwa sababu kiko pale kina kila kitu, basi kinaingizwa, kinapigwa. Ninarudia kwamba nenda usikize vizuri hizo nyimbo ambazo wanapiga, utakuta akicheza kinanda chenyewe kwa upande wa piano, hizo pattern hizo wameingiza hizo kabisa ambazo ni hybrid. Kwa hiyo unasema sasa hizi biti, sasa tuimbeje? Unamwambia basi hata sema mwongozo.
Lakini kwa bahati mbaya kwamba yule aliyeseti hayupo. Hawa wanaoimba hawajui, ila wanajua hii ndio yenyewe, isipochanganyia hivyo haina lolote. Lakini Mungu anasema wafundishwe kutofautisha, kwa sababu moto wote wa kigeni unapowashwa mbele zake, wanaowasha wanapoteza maana mbele za Mungu na wanachomeka. Nisikilizeni ndugu zangu wapendwa, ikiwa wale makuhani waliwaka moto mbele za Bwana kwa huu uzaa wa moto wa kigeni na kuchanganya na mtakatifu, Mungu habadiliki. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ndivyo Ibilisi anapotafuta, anaharibu kabisa, anatufanya kuwa na mioyo migumu kwa sababu ya muziki unaofanyika. Na tunakazana kweli kweli. Na ukiona ameondoka Pastor Ndora, tunarudi kule kule. Maana yeye alikuwa anasema hapana. Kwa hiyo mnaona ni ya Pastor Ndora, mnaona ni ya Pastor Adolf Dominic. Kwa hiyo akiondoka, amekuja yule bwana na anasemaje, unajua mradi msiende sana, fanyeni kwa wastani. Hakuna mchanganyo wowote wa wastani. Ukisikia mtu anakueleza ya kwamba fanya tu kwa, usiende sana, kwa wastani, msifanye sana, ndio unasikia hata kama mnafurahi. Jamani, msifurahi, msinani sana, basi kidogo kidogo. Muhuni huyo, ninarudia, huyo ni muhuni, bila kujali ni mchungaji, ni mzee wa kanisa, ni muhuni. Hakuna mahala utakatifu na uchafu vina wastani. Mungu anasema wafundishe, watofautishe, wapambanue, wabague. Halafu anasema unaweza kufika pamoja lakini kwa wastani. Muhuni. Ni muhuni huyo, anataka kutuua, kwa sababu dhambi inatufanya, inatumaliza mbele za Bwana. Ndio maana hili swala sio la kusema tunani kidogo kidogo. Acha habari kidogo kidogo. Sumu ni sumu tu. Uweze kusema mimi niendelee kunywa sumu kidogo kidogo. Sumu ni sumu. Na mimi ninarudia siku zote, ikiwa tutaacha kumsikiliza Mungu, tukawasikiliza hawa wachungaji semba hawa ambao ni wahanga. Naomba msikilize vizuri ndugu zangu. Baadhi ya hao watu wanaozungumzia mambo haya msiende sana, ni hiki kidogo, ndio ngoja niwaambie, wao wenyewe ni wahanga wa aina hiyo ya muziki. Wameshashindwa kubaki kwenye utaratibu, kwa hivyo wanatuhubiria sio sana, kumbe ni wahanga wa jamii. Wanataka tuishi maisha ya waliofeli wao wenyewe. Kwa hiyo kufeli kwake katika kuishi maisha matakatifu, anataka sisi wengine nao tuishi hivyo. Na kwa kuwa wachungaji tunabadilika, leo wametoka huyu amekuja mwingine, wanasema huyu ameondoka bwana, sasa tuko sawa. Na wakapata yule mchungaji anasema hii haina shida. Una macho kidogo kidogo, haina shida. Nasema sawa, haina shida. Ipime kwenye imeandikwa. Na ametueleza kwa kadri inawezekana uimbaji wetu na muziki wa sifa kwa Bwana uende sawia, yenye harmony with heavenly choirs, katika kwaya za mbinguni. Hutaona hicho kitu katika kwaya za mbinguni, hawezi kuona. Haya tuliyosoma, yale tuliyosoma, zile kwaya wakati wa Daudi, wakati wa Sulemani, wakati wa Hezekia, wakati wa Yehoshafati na wengine wazozana zile kwaya, hautaona hicho kitu. Ndio maana wanaosema tuimbe na kucheza kwenye Zaburi, sio kucheza, kile ni chombo cha muziki, sio habari ya kukatika. Wanapozungumza Daudi alicheza mbele za Bwana akawa uchi, ni tafsiri ambayo inatuletea shida. Kwa hiyo watu wanataka wacheze, lakini mpaka kujua sisi ndio tuna nuru hii kubwa kabisa, nuru kubwa ambayo tuko nayo. Hii ndio ajenda ya muziki, inatutaka tupambanishe, tubague, kwa sababu uchafu haviwezi kuwekwa kwenye vitakatifu, vitamharibu huyo anayevikaribisha. Hakuna kitu cha wastani. Ingelikuwa ni kitu cha wastani, wale makuhani wasingeangamizwa mbele za Bwana. Imradi tumechanganya,
na tunachanganya tukijua. Sijui kama aliyeandika alikuwa sahihi kwamba usiwasamee maana wanajua wanachokitenda. Sijui kama maana yake, lakini tumalizie haya mafungu mawili. La kwanza ni Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 3. Hebu soma hapo angalau uone wanavyoimba juu mbinguni. Inaeleza kwamba ile inahitaji wiki nzima tunapoingia kwenye upande music performance, namna ya kuconduct muziki. Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 3. Mstari wa kwanza hadi wa 3 anasema hivi: ndio, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Mstari wa 2 nasema juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Kwa mawili alifunika uso wake. Angalia tukicho kama hicho, alifunika mabawa yake, mabawa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake, wakisema, wakaimba, mtakatifu, 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 mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Huyu nabii Isaya aliruhusiwa kuona ibada mbinguni na muziki. Sema hatuna zile noti zake walivyokuwa wanaimba, lakini unaweza ukaona heshima na kicho mbele zake. Hawa ni malaika. Ufunuo 4 mstari wa 8. Ukunako utawakuta vile vile kwenye Agano Jipya. Ufunuo 4 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 4 na ule mstari wa 8 anasema hivi: ndio, na hawa wenye uhai 4 kila mmoja alikuwa na mabawa sita, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakaye kuja. Asante sana. Hao ni kwaya ya mbinguni, na hivyo unavyowaona na vyombo vinavyotajwa katika ibada, utaona zinavyotajwa viko vyombo kadhaa vingi, lakini hivyo vyombo vyote ingeweza kuwa na nafasi, ungeona kimoja baada ya kingine walivyotumia katika Agano la Kale katika uimbaji, na ambavyo utaona kwamba tuna vyombo hivyo leo, ila ibilisi anataka kuchafua. Kwa hiyo jioni hii twendeni, Mungu anataka tufanye tofauti, vitakatifu na vichafu, na hivyo vya mtakatifu na vya siku zote, yaani anataka tutofautishe. Pili, utakatifu hauambukizwi, ni toba. Ukiamua kutofanya mapenzi ya Mungu, hakuna atakaye kulazimisha, kwa sababu utakatifu hauambukizwi. Inahitaji uongofu, toba ya kweli, na ni Mungu anayetufanya kuwa hivyo, lakini ni maamuzi yetu. Saa nyingine ukifundisha mambo unasikia ngoja afanye ya kwake, sisi tunabaki na ya kwetu. Uko sahihi kabisa, kwa sababu hautalazimishwa, kwa sababu utakatifu hauambukizwi, utahitaji toba. Na tatu, madhara ya kuendelea kufanya ambacho Mungu hataki tunayapata kwenye Walawi. Ulitoka moto kutoka kwa Bwana ukawamaliza wale makuhani. Hana mazungumzo, walifanya makusudi, wanajua moto wa kutenda, wanajua aina ya muziki, wanajua aina ya hiki, lakini wakaamua kufanya walivyoona. Walipoteza thamani mbele za Mungu, na wao wakawa takataka kama ule moto wa kigeni. Anataka tupate maelekezo yake kwa dhati. Katika hili udumu kumsikiliza Mungu, kwa sababu hizi zamani za uovu, wenye kututia moyo kwenye ujinga wa dunia hii ni wa kutosha. Kwanza
kuanzia kanisa Maria mpaka huko unakojua wako. Ikiwa utachagua kuwasikiliza, ni kwa sababu na wewe hayo mambo unayo moyoni. Sumaku inavuta vitu vyenye asili ya chuma. Kama maelezo yao yatakuongoa ufanye wanavyotaka, lakini sicho Mungu anachosema, basi ni kwa vile hivyo vitu viko ndani yako na unavitamani, unavitaka uvikumbatie. Ila habari njema ni hii: ukiamua kufanya mapenzi ya Mungu, akija sema akaeleza madhaifu yake akiyapamba, bado utabaki na neno la Mungu. Hayo ndio habari njema ambayo mwisho wa siku bado itabaki kuwa tangazo. Takatifu azidi kuwa nani? Chafu atazidi kuwa nani? Mwisho wa kazi yake atatamka hivyo. Lakini usisahau kwenye Danieli 12 aya 10 kwamba wengi watajitakasa na kujisafisha na kujifanya weupe, ila waovu wataendelea katika uovu. Haya mambo yataruhusiwa. Uovu utaendelea, hauendelei wenyewe, maana yake unaendelezwa na wanadamu. Halafu pia watakatifu wataenda kujitakasa, haujitakasi wenyewe, na maana watu wataendelea kutakaswa kwa neno lake. Fanya maamuzi ni kundi gani utakuwa, maana mwisho wa kazi ya Yesu atamalizia akisema, mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mchafu azidi kuwa mchafu, mtakatifu azidi kutakaswa. Kila mtu anaweza akachagua mojawapo ya kundi, ila sisi tulioko hapa tunatiwa moyo kuchagua upande wa neno la Bwana. Kama ni shauku yako kwamba Mungu tujalie katika semina za muziki na yote haya yanayohitaji elimu, tusaidie kufanyia mazoezi, lakini tupatie fursa ya kusogea mbele zaidi hata kupata elimu ya muziki. Halafu tusaidie kuwa waaminifu katika neno lake na maelekezo yake kwa ajili ya muziki. Simama pale ulipo. Takatifu Mungu wa mbinguni, sisi sote tunawiwa na upendo wako na tumefutwa pia na upendo wako kwako. Hayo yote ulionena nasi ni kwamba tuweze kuabudu katika utakatifu wa uzuri wako, kwa kuwa tutafaidika kwa neno kututakasa na Roho Mtakatifu ndani. Tutakuwa washindi katika vita hii, maana ibilisi ataanguka. Akili zetu zitakuwa zenye furaha. Hivyo Mungu wetu, baada ya kusikia hayo yote, tunaomba msaada wako. Sisi tujalie kukumbuka mapenzi yako na kuwa na shauku ya kuyatenda. Tutie moyo namna tunavyoweza kuyaishi katikati ya wanadamu, watoto wako, waumini na jamii kwa ujumla. Tusaidie kuwa imara pale tunapokutana ukinzani. Tuendelee kusonga mbele kwa kuwa huu pamoja nasi. Bariki mkufunzi wetu uliowatumia, Mwalimu Heri, Mwalimu Imani. Tunashukuru sana kwa neno lako na usika watumishi wako wachungaji, na kutia nia hata tukaweza kuja na viongozi wazee wa kanisa, waumini kwa ujumla, kwa muda wa siku 4 uliotuwezesha kuwa hapa. Baba yetu, ikiwa kuna mahala tukutenda vema sote hapo nyuma na katika semina hii, tunaomba utusamehe na kutuonyesha vile tunavyoweza kutenda sawa sawa na mapenzi yako, lakini utufanye tuishi kwa ajili yako, ili muziki huu unao sehemu muhimu katika ibada ya mbinguni ukawe na sehemu muhimu katika ibada hapa duniani. Bariki kila mwana semina na kila wale waliokusudia kuja lakini haikuwezekana. Andaa mioyo yao ili ujumbe uliotupatia tutakaposhiriki kwao, wandaa watu watakaopokea mapenzi yako. Asante kwa kutufundisha, asante kwa Roho wako mwema. Tutendee hivi na kuzidi hata ujapo mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Mungu wetu atubariki sana.